Ndugu yetu, hivi ushawahi kukutana na changamoto yani mayai yanatoweka ghafla kwenye eneo la banda lako, na unaweza ukakuta mayai yani wakati wa kutotolewa kuku analalia au anatamia, baada ya muda fulani unakuta mayai hayapo. Na pia unaweza kukuta hata vile vifaranga, pia unakuta vifaranga ambavyo vinatotolewa alafu unakuta ghafla vinapotea kwenye eneo la kwenye banda. Sasa matatizo kama haya huwa mara nyingi sana yanasababishwaga na wadudu au wanyama wanaokula au mayai, na miongoni mwa wanyama hao ambao ni hatari sana ni pamoja na panya. Sasa unafahamu kwamba panya anaweza akala mayai, lakini pia anaweza akala mpaka vile vitoto ambavyo vipo kwenye ile yai. Yaani panya anaweza akapoteza mayai yote kwenye banda lako, na mbaya zaidi panya anaweza kaingia mida ya usiku. Hata kama kuku ameatamia, panya anaweza kaingia mida ya usiku. Leo tutaenda kuangalia njia za asili ambazo unaweza kuzitumia katika kudhibiti panya kwenye eneo la banda lako bila kwa kutumia sumu, kwa sababu utakapoweka sumu na unafuga kuku wako hapo, inaweza ikawa hatari, kwa sababu kuku anaweza wakala ile sumu na anaweza kaua kuku wako wote kwenye eneo la banda lako. Tutaenda kufuatilia video hii mwanzo hadi mwisho. Karibu kwenye channel yetu. Channel yetu inajihusisha mambo ya kilimo na ufugaji. Kile tunachokifahamu sisi basi tunashirikishana ili uweze kusaidia katika shughuli zako za kilimo na ufugaji. Sasa kama bado ulikuwa hujaweza kusubscribe, basi bonyeza hapo palipoandikwa subscribe, na mara baada ya hapo utakuwa umeshajiunga, kisha itakusaidia sana uweze kujifunza mbinu bora mbalimbali za kilimo za kufanya wewe uweze kuboresha au kusaidia katika uzalishaji wako na kuongeza kipato katika shughuli zako za kilimo na ufugaji. Yetu kwa kujibu swali kwamba je, panya anaweza kula mayai ya kuku? Jibu ni kwamba ndio, panya anaweza kala mayai ya kuku na ni hatari sana, na mbaya zaidi wanaweza wakala mpaka kifaranga ambacho kipo ndani ya yai. Kwa hiyo kuwa makini sana na panya, kwa sababu panya ana meno makali sana ambayo anaweza kupasua lile ganda la yai, na mara baada ya kupasua lile ganda la yai anaweza akala vitu vyote au ile uji au chakula kilichopo ndani ya yai, lakini hata kile kifaranga au kitoto ambacho kipo ndani ya yai anaweza akala. Yetu utajuaje sasa kama una changamoto hiyo ya panya? Moja, unaweza ukaona eneo la banda, lakini pia unaweza ukaona mayai yakipotea bila kubaki. Yaani unaweza kuona kuku ameatamia, na ukienda kumwangalia pale unakuta kuku yale mayai yanazidi kupungua siku hadi siku. Na kama kuku anakula yale mayai, unaweza ukaona baadhi ya mabaki yale maganda. Yaani baada ya kutoa ule majimaji ya ndani wale, basi kuku unaweza kukuta baadhi ya mabaki yanaweza kabaki. Ni panya unaweza usione kitu hata kidogo, yani yale mabaki yote unaweza usiaone kwenye eneo la banda lako. Unaweza kuona pia yai kama limepasuliwa kidogo, yani kama limetobolewa hivi kidogo, afu unaweza kufikiri labda kuku anataka kutotoa au anataka kuangua yale mayai, lakini kumbe sio hivyo. Huyo ni panya. Madhara yapo mengi sana. Moja madhara ni pamoja na kupunguza uzalishaji wa vifaranga. Yaani unaona kama kuku wako 100, labda umwekea mayai 10, mayai mangapi, basi unakuta mayai yote yanazidi kupungua siku hadi siku. Hii ni hasara. Lakini pia kama usumbufu utakuwa mkubwa sana kwenye kile kiota, basi kuku anaweza kasusa wakaacha yale mayai kuatamia. Kwa hii pia inaweza ikawa hasara. Lakini panya pia anaweza kuambukiza magonjwa mbalimbali kwenye chakula, lakini pia magonjwa ambayo yanaweza kuleta hasara katika ufugaji wako. Sasa ni muhimu sana kuchukua hatua mapema sana katika kudhibiti panya kwenye eneo la kwenye banda, kwa sababu kuna madhara makubwa sana ambayo yanaweza kutokea kama tunaweza kuona hapo. Sasa nimekuletea njia kama 3 hivi, lakini moja ya njia ni pamoja na kunyunyuzia majivu. Yaani unachukua majivu unazungusha au unamwaga au unanyunyuzia maeneo kwenye kiota. Majivu ndugu yetu, ile harufu yake, basi panya mara nyingi sana huwa hapendi ile harufu ya majivu, kwa hiyo hawezi kusogea kwenye eneo la kwenye kiota. Kwa hiyo itakusaidia sana kukinga mayai yaliyopo eneo la kwenye kiota. Lakini njia ya pili, unachukua pilipili, yani pilipili kali unachanganya pamoja na vitunguu saumu. Vitunguu saumu kiasi kidogo tu, hata kwenye punje 3-4, basi unazichukua na pilipili kiasi kidogo, inategemea na ukubwa pilipili yako, ambapo pilipili imeiva sana, zile pilipili kali. Huu mchanganyiko utaweka kwenye maji. Yaani hapa unachukua pilipili kali unachanganya pamoja na vitunguu saumu. Unaweka mchanganyiko vizuri na unaweka kwenye maji siku nzima au siku nzima. Baadaye unaweka kwenye pampu na unapuliza eneo la kwenye kiota, lakini
pia kwenye zile njia ambazo panya anapita. Jitahidi sana kuangalia kwenye kona. Mara nyingi sana panya huwa wanakuwa na mashimo ambayo yanaweza kupeleka panya waweze kupita. Na ukipuliza hayo maeneo, basi harufu ya pilipili na pamoja na vitunguu saumu, panya mara nyingi huwa hawezi kukaa au kupita kwenye hayo maeneo. Utakuwa unarudia mara kwa mara, yani baada ya wiki 2, baada ya mwezi, basi unaweza kufanya zoezi la kuweza kurusha hivyo vitu au kupiga hiyo dawa ambayo tunaweza kuelekeza hapa. Lakini njia nyingine ni njia ya kutumia mitego ya kawaida, lakini pia unaweza kutumia wanyama ambao wanakula panya, kama wanyama kama paka, unaweza kufuga kwenye eneo la kwenye banda yetu. Ilikuwa ni njia za kuweza kupunguza au kudhibiti matatizo ya panya kwenye eneo la kwenye banda. Kama kuna swali ambalo hujaweza kulielewa, unahitaji ufafanuzi zaidi katika video hii, basi unaruhusiwa hapo kucomment, sitaweza kusaidia. Basi tukutane kwenye video inayofuata.